Mstari wa 18, Ufunuo wa pili mstari wa 18 hadi mstari wa 29. Itasoma vizuri hiyo mstari yote. Tuanze pamoja ufunuo huo wa Yohana kifungu cha pili mstari wa 18. Na malaika wa kanisa liliko Thiatira andika: haya ndiyo anenaye Mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosumbuliwa sana. Mstari wa 19, na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini nalo neno juu yako, ya kwamba wamemrudia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa saka kwa sanamu. 21, nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kutubia uzinzi wake. Zama nitampa juu ya kitanda, nao wazinio pamoja naye. Tarudia, tazama nitamtupa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja naye watapata dhiki kubwa, wasipotubia matendo yake. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti, na kanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo. Nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake. Lakini waambieni nanyi wengine mlioko Berea, wote wasio na mafundisho haya wasijihusishe na fumbo za Shetani, kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine, ila mlicho nacho shikeni sana hata nitapokuja. Mstari wa 26, na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu. Nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho wa Bwana ameyaambia makanisa. Sema ni asante kwa neno lako. Tuambie kana kwamba aliye sikio asikie neno hili ambalo Roho ametupa kanisa lako. Tuomba hivyo Bwana, utufungue masikio ya kiroho. Tuomba hivyo Mungu, Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Yesu kaneni nasi. Wote wanapokea ujumbe huu, wote walio ndani, walio wakipokea katika online, Yesu naomba Jehova kafungue masikio ya kiroho na tupate kusikia na kupokea kutoka kwako. Na katika jina la Yesu Kristo tumeomba na atakwani. Haleluya. Nitangulia kusema kana kwamba katika huduma ya kiunabii, huduma ya ukombozi ni huduma ambao upigwa vita sana. Haleluya. Ni huduma ambayo inahitaji mtu awe mjasiri. Ni huduma ambayo inahitaji mtu awe mtiifu.
ni huduma ambayo inahitaji mtu awe mnyenyekevu. Bwana Yesu apewe sifa. Maana shetani naye hapendi yeyote yule anayeng'ang'ana kusimama katika kutetea ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Adui shetani uwinda wale ambao wamesimama katika imani. Wewe mwenyewe unasema najua kuomba, wewe mwenyewe unayeng'ang'ana kuacha dhambi, yule adui shetani huwatafuta watu kama hawa. Haleluya. Na ana huruma na sisi, hasa wale ambao wamesimama kutetea imani. Hata sasa wale ambao wamesimama katika kutetea wokovu wao. Ndio maana sikia tunasema kana kwamba nilipokuwa katika ibada ama nilipokuwa katika kanisa, mambo yako hayakuwa yanaenda salama, lakini nilipotoka naona mambo yanaenda salama. Lakini haya yote huwa ni uongo tu. Maana ile amani unaipata ni ya muda. Kuna wakati ambao utakuja kulipia ile gharama. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wengine labda wanasema kana kwamba wakiwa ndani ya Kristo wanateseka, lakini hakuna kuteseka unapokuwa ndani ya Kristo. Yale ambayo unayapitia ni ya muda, na hata pasipokuwa na tukugojile taji, Mungu naye anakuja kwako na kudhihirisha. Haleluya. Mungu naye huja kwako na kukuokoa na kuokoa nafsi yako. Jambo la muhimu sana zaidi ambalo linafanya tukutie moyo, ambalo linafanya kutie nguvu. Mungu ametuambia na kwamba na sisi ni mboni la jicho lake. Na iwapo wewe ni mboni la jicho la Mungu, ni nani aliye na uwezo wa kuchezea jicho la Mungu? Hata kuweko na hatakuwa hata yeyote yule. Ametuambia na kwamba ameandika majina yetu katika kiganja chake cha mkono. Je, haleluya. Ni nani ambaye iwapo jina lako linaandikwa katika kiganja cha Mungu cha mkono, ni lipi ambalo mwanangu itakuwa ngumu kwako? Hakuna na itakuwepo. Na ili tujue na kwamba katika ibada wale wanaochokoza falme za shetani, maana ni shetani angependa ukae vile ulivyokuwa. Angetaka hata kama uinuke katika ile kwamba ambacho uinuka. Furaha yake ni wakati ambao umekosa amani. Furaha yake ni wakati ambapo mambo hayaendi vizuri. Hiyo ndio furaha ile Mungu shetani. Wakati ambao unataka kuhangaika, wakati ambao unataka kuteseka, hiyo ndio furaha yake. Haleluya. Na hiyo hakuna siku ambapo adui mtani atafurahia kuona umesimama katika imani, kuona umesimama kutetea imani yako. Na kwa kuwa atafurahia sasa, hapo ndipo naye ametangaza vita, kuangusha ama kupigana na walio katika haki. Haleluya. Mengine unayapitia maana umesimamia imani yako, na hata ukiyapitia yale uko na tumaini. Mbele kuna njia, mbele kuna ushindi, mbele kuna amani. Haleluya. Uko na hiyo tamanio ama kuna hiyo tumaini kana kwamba haya nayapitia ndani yangu ni ya muda. Haleluya. Kanisa au tunasoma katika Ufunuo wa 2:18 ni kanisa la Revelation 22:16. The church of Thyatira. Kanisa ambalo lisimamia imani, kanisa ambapo ilipenda Mungu, kanisa ambalo lilikuwa na umoja,
Haleluya. Kanisa ambapo Mungu aliaminia. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama vile ambavyo taifa Mungu ametuaminia, Mungu anatupenda. Tumeona, tumeshuhudia yale ambayo Mungu anatenda ndani ya huduma hii. Haleluya. Kwa hiyo ni kanisa ambalo lilimjua Mungu. Ni kanisa ambalo lilikuwa na bidii ya kumtafuta Mungu. Haleluya. Na kama niongea na mtu ambaye ana bidii ya kumtafuta Mungu, ambapo huyo mtu kila saa, kila wakati yuko na kiu ya kumtafuta Mungu, maana watu kama hao wako katika hatari zaidi. Haleluya. Shetani anakuogopa maana unashikamana. Atakuogopa maana wewe unafunga na kuomba. Kwanza watakuta watu kama hao, wanaopenda kufunga, wanaopenda kuomba, wanaopenda kusimamisha na kujionyesha. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kanisa la Amerika na sio ndio sio mtutoka. Vino wapili Biatira lilimpenda Mungu zaidi. Waliamua na kutoka shauri na kwamba we are going to walk with God. Na wakati ambapo unatangaza yale, na wanatangaza vita katika ulimwengu wa kiroho. Na ndipo malaika wa Mungu akaangalia bidii walio nayo kanisa la Bethel. Ile bidii walio nayo, hata kutafuta Mungu, hata kuomba usiku, hata kufunga, na hata kuja kwa ibada. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba unisikize vizuri. Lakini ndani ya kanisa kukawa kuna roho. Unakisoma alifanya sema kanisa kukawa kuna roho iliyo ndani ya ile kanisa ambayo ni roho ya Jezebeli. Haleluya. Na ambapo roho ya Jezebeli nia yake ni kuwa kitu vizuri ndani ya huduma. Haleluya. Ni kuwa kitu vizuri ndani ya mwanadamu. Ndio yule mwanadamu ambaki bure uko kanisani, lakini uko kanisani. Haleluya. Je, wajua kuna watu ambao tumie kama agent of the worshipers, but they are still in the church of God. Haleluya. Je, wajua kana kwamba kuna watu ambao tumika kama the worshipers and they are still in the church. Je, hao watu waimbaji, viongozi, wazee wa kanisa, washirika wa kanisa la Bwana, but they are in the church. Ndio kile tulisema wanatumikana aje? Hata kama unakasirika. Wanatumikana aje? Haleluya. Maana Jezebeli ujificha ndani ya kanisa. Haiko mbali na wewe, haiko mbali na mimi. It's a spirit that's operating
in the church of God and in many churches of God. Kanisa mosi wombezi, kanisa ambalo haina nguvu za maombi, roho ya Jezebeli hupata makao. Haleluya. Ninapopata makao pale, sikiza, katika Ufunuo kitabu cha 2, Mungu anaona kanisa ile ndio mnapata vizuri, ndio mnatenda mazuri, lakini ndani yenu kuna roho ya Jezebeli iliyokaa hiyo kanisa, na kama mtafunguka macho hiyo roho ya kuna jisma na roho yangu, nami Mungu tapiga kanisa la Bwana. Haleluya. Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Sijui watu wangapi ambao wanaweza kuona na mchungaji na kuvumilia kuonywa. Haleluya. Sijui wangapi ambao wanaweza kukemewa na mchungaji opekee pio. Na wale wako pale kuvumilia hilo chungu, maana rekebisho ni wachache. Nipenda masiwe. Haleluya. Bwana Yesu Kristo. Ni wachache. Yule kiongozi wa Thyatira. Ile roho ikaendelea kukua. Maana unapoendeleza roho ya Jezebeli, iwapo unapoendeleza roho ya ujanizi, unajisi ndani ya madhabahu ya Bwana sharati, nipendeleze roho ya masengenyo, nipendeleze kile na roho ya chuki na upendo ndani ibada. Ile roho huwa inaendelea kukua siku baada ya moja. Haleluya. Lakini wakati ambao ile roho huondoka. Haleluya. Bwana Yesu Kristo. Amen. Tuseme kwa mfano mtume sana inashika. Tuseme kwa mfano hakuna roho ya shirati. Na najua vizuri na kwamba huyu msichana roho yake ni shirati. Nasema nitamwambia atanichukulia mchungaji. Wacha zidi kumwombea. The moment that you declare the spirit in somebody, when you are praying, you are taking, you are doing nothing. Unapoendelea by a spirit in somebody, rebuke that spirit. Hallelujah. Ila hapa kusaidiana. Maana najua huyu akona roho ya chuki. Nenda kumwambia tabadilika. Mungu anakutumia umeendelea kwa the spirit. Hallelujah. What is very important now? Rebuke the spirit. Wewe achana hiyo ya chuki mko nayo. Sina chuki, nimekuambia wachana na hiyo roho. The moment that you rebuke the spirit, haipati makao. Hallelujah. The moment that God entered the spirit, na sema hata nimwambia tabadilika, you not change that sound. Umeanza mchezo wa paka na panya. Hallelujah. Bwana Yesu Kristo. Hapa mnishike vizuri. Hallelujah. Hallelujah. The moment you come and enter the spirit, kuna mtu, the next part of it, rebuke the spirit. Sasa baada ya kurebuke ile roho, you have got to pray. Hallelujah. But the prayer alone to rebuke the spirit, hakuna kitu kinatendeka. Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. The prayer without rebuking the spirit. Maana mumeendeki kana kwamba huyu mtu akona roho aina fulani, huyu mtu akona roho ya uzinzi, huyu mtu akona roho aina fulani,
huyu mtu ako hivi. Sasa approach that somebody, you give the spirit. Hallelujah. Unapokemea ile roho, unasaidia yule mtu. Hauna tatizo na yeye, tatizo ni roho iliyo ndani ya mtu. Kanisa ilikuwa linaomba, walikuwa waombezi, waliidentifa ile roho ya Jezebeli iliyokuwa ndani yao. Wakajua ya kwamba wale kuna roho ya Jezebeli, wale kuna roho na hii. Lakini wakazidi kuomba baada ya kukemea ile roho. Ndio maana sababu Mungu anakuja kuonya kanisa la Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni watu kwa mchungaji ama mchungaji awe na macho ya kiroho, kujua ni roho gani iliyo ndani ya mtu. Hata anapokuja kwako, ujue ni roho gani iliyo ndani yake. Maana unapoishi itakuwa rahisi. Wewe unakuja kuongea sio kwa mbaya sana kusumbua na ndani. The moment ambao kama unasumbua nataka ile kitu mbaya, now I attack the spirit. Ufalme kwa ufalme inakuwa vita zinaanza. Hallelujah. Lakini nilikwambie nitakuombea, najua Mungu atatenda. Wapi? Hallelujah. Roho inajua kujificha ndani ya watu. Bwana Yesu apewe sifa. Roho inajua kutembea na kujificha. But the moment that you enter the spirit, wewe pepo ya masikini uliye ndani yake toka, unatangaza vita. Hallelujah. Ni vigumu sana kukaa usipojua ile roho inayosumbua. Ni mbaya sana. Ndio ile roho inayosumbua ipate kutoka, you must identify that spirit. Hallelujah. Ukiniambia haujui, hata wewe utaokoka. Ni lazima ujue na kwamba je, ni roho gani ambayo upigana nayo. Maana unapojua ile roho unapigana nayo, unapata nguvu za kuomba, unapata nguvu za kupigana, unapata mamlaka ya kukemea ile roho. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa ikawa nasumbuliwa, ikawa wanaruhusu mambo yatendeke, wanaruhusu uovu uendelee. Haleluya. Kuna watu ambao wakishika mleki ni wazuri sana, wanaweza kuimba vizuri, wanaweza kuimba kwa shushushini, lakini ndani yao kuna roho ya Jezebeli na wadama. Haleluya. Mama Pita. Aya. Aliingia roho mwani akanipa iya. Ni vizuri ujue ni roho gani inakutesa. Ni vizuri ujue unapigana na ufalme gani. Roho ya Jezebeli unaweza kufananisha na roho nyingine, roho divination spirit. Divination spirit means roho ya kujifananisha.
Haleluya. Kuna watu ambao ni waombezi vizuri, lakini ndani yao kumejawa roho ya Jezebeli. Haleluya. Na usipokuwa na macho ya kiroho huwezi kuelewa. Wao wako sawa iwapo ni kuimba, hata hapo mbele kumchezea Mungu tuko na pamoja. But the spirit that is new is a Jezebelic spirit. Haleluya. Na ndio maana napata uwezo wa kuenea kwa mmoja baada ya wengine, kuenea kwa haraka katika kanisa la Mungu. Haleluya. Iwapo imeanza pale, kwa mfano pale kuna mzizi, kwa mfano anaongoza praise, maana kampanya ifanye vizuri. Haleluya. Inafanya aibe vizuri, inafanya kama ni si Mungu is the best or she's the best dancer. Na capacity memo them will start to marry. Sema amen. Hai, tunataka shida maji. Yaani nasa kuvutia hata kwa unasema leo hii na kuja baada kuona fulani akiwa anaimba tu. Na kuja baada kuona fulani anapochezea Mungu hapo mbele. Na unaanza kuvutiwa, ile roho inaanza kuingia ndani yako pole pole. Haleluya. Ile roho itakuongoza. Yule mtu au rafiki yako, uliza mtu rafiki yako nani? Haleluya. Haleluya. Labda ndio roho ya Jezebeli. Come to be my friend. Haleluya. Ungeokiwa kuulizia rafiki yako ni nani? Bwana Yesu. Hata ni wale watu ambao wako kanisa na wana marafiki. Ni watu marafiki. Maana kuliko tunasema ndani ya nyumba hiyo napata ndio langu tunaongea kuchunga sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ile roho ikisipende because your roho does not operate mahali pengine kwanza. Yuko inaoperate katika ufalme. Na kama vile hapo nilikueleza siku ya Jumapili, ufalme katika vita. Na sasa huwa inaoperate kupigana na ufalme wa Mungu. Haipigani utaipata kule nje. Unaipata roho ya Jezebeli, utaipata ndani ya kanisa au utaipata mahali kule nje. Haleluya. Ikiwa ulijeshana chuo, inakuondoka baada ya umechua sasa, ukitoka inaenda kukua. Haleluya. Maana Yesu wale anacheza keyboard vizuri kwa mfano. Yesu anaona Jezebeli. Yesu kijana mwanaume unakia kama msema pesa nacheza hiyo anacheza hiyo kibo hai napendanga, kumbe sio yeye, ni ile roho ya Jezebeli inafanya kwanza kutoa. Haleluya. Utampata amependwa na hata wasichana ambao wanajoleka na hata kina mama wanampenda. Sema amen. Haleluya. Nyama ndio sawa, sio mbaya. Haleluya. Yo itakufutia. Itakufutia. Kama wewe ni msana, watu wameanza kuzini na yeye. Niko na wanaenda kiboga nishao kusa kwa sababu ya maisha yake. Utapata wameanza kumsaidia kiboga. Lakini roho ndani yake inaanza kumsumbua. Utapata anaanza kuzina, anaanza kuzina msala.
Mama uliye hapa, maana huwezi kuzini na yeye, unaongopa, unaanza kumwadimaya. Napenda vile ambavyo nikubiria Jumapili na kwamba inataka roho na akili, unaanza kuzini na yeye. Wewe unaanza kuzini na yeye kwa akili na kwa roho. Sema amen. Haleluya. Wewe hasa takiri profesa. Haleluya. That's what's happening in most churches. Hata kwa waumini wengi. Haleluya. Iwapo the Spirit is you, utaanza kuadmire. Haleluya. Huyu asipokuwa manifesta, asipokuwa makini katika uombezi, Bwana asifiwe sifa. Utaanza kumsikia na kumsema huyu, kumbe ile roho imepandwa ili tumekapamba ndani yake. Mchungaji mmoja aliniambia watu nikwambie kitu kimoja mchungaji. Hivi kama kuna mtu ambao nisimama kuona kukaa karibu na wao, nitajua mpaka mahali wanaishi, nitajua vile wanafanya, ni watu wa present worship team. Kabisa kwa nini? Because they are easily attacked. Hallelujah. Kwa nini wanatakiwa? Bwana Yesu asifiwe. The more the more they present worship team choirs, mwana akiwa hapo taangalia. Sio mama anacheza vizuri, sio msichana anacheza vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sifa. Kumbe sio wao, na kumbe sio wewe, ni ile roho iliyo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sifa. Na hiyo sasa unaanza kujioji. Ni kweli ama si kweli? Haleluya. Tunaweza kuwa nataka na oji. Hauti nini akwenda kufutia, ukwenda kufutia na huyo mama, ukwenda na huyo mzee, ukwenda na huyo kijana zako. Maybe some spirit ya kwenda kufuta roho ya Jezebeli alipokea iko ndani yake, na sasa anataka kutransfer to the whole church. Hallelujah. Aliye na roho ya Jezebeli, kwa mfano tuseme ni huyu mama. Wewe ni mmoja kumwambia wewe ndio kuna toka uende na sasa toka hapa. Wewe kuna nini? Haleluya. Wale walio na uhusiano walio roho wote, asilimia kubwa huondoka na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Au nini ambaye kuvuta? Bado sasa tunaishi. Haleluya. Na hapo mchungaji anabakianga peke yake. Mchungaji hata ukilia na wameenda utatoa wapi? Na usipokemea, Mungu anasema hivi, maana umekataa kemea hiyo roho ya uzinzi na uzini ndani ya madhabahu, nami nitawapiga wote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sifa. Haleluya. Wewe unajiza roho ndani yako. Hiyo ndio swali ambalo najiuliza. Wewe unajiza roho ambayo inakusumbua. Maana wewe hawatiki kukuja tu atendeni tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sifa. Na mimi ndani yako kuna roho ya Jezebeli ambayo inapata. Na wewe uji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sifa. Usifanye kusema niko karibu na mchungaji, tumishi wa Mungu, pigana vita. Sisi kwa naambia mmoja wetu, ni mwanangu akikuja, nikamwambia tatizo ulio nayo na tatizo la kanisa la Bwana, tunataka tupiganiwe na Mungu, lakini hatuendi katika siasa za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sifa. Haleluya. Na hiyo ndio tatizo kubwa.
iliyo na kanisa la Mungu. Haya ndiyo mashida na mateso yaliyo na kanisa la Mungu, yaliyo na Wakristo ambao wameokoka. Au ile roho inayokutesa ndani yako ilitoka wapi? Haleluya. Au ile ya wapi? Bwana nilikuwa nimesimama kiimani, kumbe roho inakuja ndani yangu ikaanza kunitesa, ikaniondoa mahali pale, nikaenda mahali ngine sikufunguliwa, mahali pakao sikufunguliwa. Akasanya kwa kanisa la nne na maana ile roho. What we want the difference, Church of God, identify the spirit. Hallelujah. Sasa kwanza, kwa mfano sawa, watu mbaya, hapana. Sio watu mbaya, hapana, sio. Hallelujah. Ile roho inakaidi. Bwana asifiwe. Na si rahisi kwake kufunguliwa. Anaweza kama pamoja mwaka nenda mwaka rudi. Na hakika mimi ni mzizi, na hakika mimi ni mdanganyifu, na hakika mimi ni mlevi, na hakika mimi niko hivi kichwa ngumu, mimi niko hivi. Haleluya. Maana amekiri. Haleluya. Amechukua roho ya ndani yake. Mara hiyo roho Bwana ushuka na operation inaanza. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. 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 Nisa walisema pamoja. Lakini je, wafahamu kila mmoja na kipindi kwako? Haleluya. Mateso mengi na nyumba za Wakristo, hata wale waleta kanisa ndio wanapesa kazi, hata wale wa kanisa. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Haleluya. Hata ukiwa na hiyo roho ya Jezebel, mchawi anakujua haraka, mapepo anakujua haraka, maana yes away. Haleluya. Kuna njia ambao wamepata ya kupitia, kuna njia ambao wamepata ya kukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pasipokuwa na njia sasa, ile roho huondoka tena ibada. Bwana Yesu asifiwe. Je, ni yote ile moja Jezebeli ufanye nini? Jambo la kwanza, utafuta kupata kibali hata mchungaji. Haleluya. Unaloga mtu kule kwa mfano kama kuna roho Jezebeli, lakini kama mchungaji atakuwa na macho ya kiroho, anaanza kupenya, anaweza penya kupitia kwa mchungaji, bora rafiki na yeye, atakuja vile kwa mchungaji, bora rafiki na yeye. Haleluya. Iwapo yuko na kule Jezebel, anatafuta kuwa rafiki na yeye, yote Jezebel spirit, huwa mtu aliye na roho kila saa utafuta kupata kibali, kujipendekeza kwa njia nyingine. Yote anaifanya, yote anayetenda, atende ndani ya roho, utenda ndani ya mwili. Haleluya. Na yule anatafuta tu mchungaji wa ibada nione, mchungaji wa ibada, haleluya, itafanya hivi na hivi na hivi. Kumbe ndani yake ile samishi osinasha siasa mishi. Okay, sasa wewe ni baba yake Kiingereza. Siasa mishi. Haleluya. Tumeona wasichana wazuri walikuwa wamesimama katika imani,
Vijana wa Israeli walikuwa wamesimama katika imani, lakini waliangusha mtu mmoja, Jezebeli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wazuri waimbaji, wazuri, walikuwa waombezi wazuri, lakini siku moja tu mtu akaingia kwa ibada, anaangalia, kumbe she was an agent from the devil, ambao ametumwa kuja kukuangamiza. Haleluya. Anatoa moja kana kama na kijana na watu wageni, kama ni vijana, msichana mgeni akiingia na kijana yeye, kijana mgeni akiingia na kijana yeye, chunga sana. Haleluya. Maana the spirit tries to gain favor and sympathy. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tulisema roho huleta maskini ndani ya mtu, ndani ya kanisa. Haleluya. Kuna mtu ambaye anatafuta sympathy. Mwange ndio watoto wake. Kuna mtu ambaye anatafuta sympathy ndani yako, but he or she is an agent. Haleluya. Atatafuta sympathy hata kwa biashara yako, kumbe she's an agent. Anakuja kuangusha biashara yako. The moment ambapo anapatia hiyo change, the moment ambapo anapatia hiyo pesa, biashara yako, kazi yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Because the spirit of Jezebel will see sympathy and gain and favor kwa kila mtu. Wewe ni kijana, nasijaoa, nilikuwa na msichana kama wewe, nimekuona imani inanipendeza, kisha maneno. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio ambayo nilipoteza. Maana hiyo kumbuka wewe ni kwa haraka. Hivyo ndio ambapo tunakuwa kupoteza watu. Mimi nikaja kwenda hiyo kanisa. Hapo naona mchungaji ndiye anakuana. Nimechoka na hiyo kanisa hili. Hata mimi nimechoka. Sasa hizi wanapata kwa mama sasa tano aliyepanda roho ndani yenu, kumbe alikuwa ni roho ya Jezebeli. Amekuja, amepata kibali kwako, unamhurumia. Siendi. Unaona barabara nini? Hata mimi siendi. Na watano, hata mimi siendi. Haleluya. Kumbe the somebody, yule mtu yuko karibu na wewe, yeye ni agent wa Jezebeli. Haleluya. Hapo mnishikize. Bwana nimekasirika. Hapo mnishikize vizuri. Haleluya. Because every time the Jezebel spirit will speak of favor and sympathy. Hapo amekuja. Unajua ndio kwa Jezebeli. Yule mtu ni mtu wa Mungu. Imagine ameoa miungu yetu ya Baal yote ni na msimu. Nikiangalia na macho. Unaniambia nini wewe? No. Miungu yangu ndio leo. Toka. Hata kuni leo. Toka. Alio. Sympathy. Haleluya. Hapo anamwambia hali nini mbaya kwako, sema nani yule
Rudia kisha. Ndio pia. Naona ndani mimi mbaya kwako, sema nami. Mle mtumishi wa Mungu amekosa, wamekataa ile shamba lake. Desemeli, 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 umeshindwa hauna nafasi kwa mama yetu. Kamba yangu ya pili mtaleta mali inashindana ucheza studio. Haleluya. Jesembeli, jesembeli, umeshindwa hauna nafasi kwa mafanikio yangu, hauna nafasi kwa mafanikio yangu. Kila saa utafuta kibali na utafuta sifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa yule mtu anatafuta umati, ndio ile roho ipate kusimama. Haleluya. Hivyo ni vizuri uchunguze upate kujua ni roho gani iliyo ndani ya yule mtu aliye karibu nawe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wengine ni managers. Haleluya. Pastor kila sana naota ndoto nikikaa kikao cha baharini. Mtamoni nini? Kila sana nataka nikiwa baharini nikikaa kikao. Hiyo mshi
is direct an agent of devotion. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. And he is your friend. Yeye hajawahi kana kwamba huwa anatumika. Na kama anajua anapuuza. Maana kinachotuua ni kupuuza ndani yetu. Hallelujah. Kila saa mchungaji naona ndoto nikipaa katika anga. Napaa kwa anga. Wewe mkinaambia naanza na pasta. Sipati makati kumbe ndoto moja tu. Taka kuimba wimbo mmoja. Nampatia yeye hapa kwa anga. Anakamata anga na mchungaji amepatana wakati mko na kuja kuhubiri. Anakamata anga. Je, wajua asilimia kubwa walio kwa kanisa la Mungu hawasaidiki? Bali wapitia mateso zaidi. Ni asilimia ndogo katika kanisa la Bwana ambao inasaidika. Haleluya. Amen. Yeye ndio anakuta kipaa katika Bwana, maana anapendwa na mchungaji. Tuongoze kabisa. Anashika presi, anaimba, anaimba vizuri. Kumbe sana agent. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hii she's an agent in the church. Na ndio maana watu wao wana shida in the church of God. Hallelujah. Roho ya Yezebeli huwa inapatiana ile kupenda kitu. An appetite. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nikupatie mfano. Najua yeye amepitia hivi. Unakaa kwa Mungu, unasikia unapenda kwenda kwa ibada, uko na kupitia kuabudu kabisa. Hallelujah. Lakini kwa Jumapili hauna hiyo appetite. Sema kweli. Wewe sema wewe. Hallelujah. Unaweza toka hapa leo siku ya Jumapili, Monday Sunday karibu. Lakini kwa Jumapili you are totally upset. Huyo mtu katika taka ya roho ya Yezebeli. Basi kwa kuwa na sababu tu sitaki kwenda ibada. Na hata hiyo siku unaamka ukiwa na kisirani. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Roho ya Yezebeli upatia hiyo appetite, lakini inapofika wakati. Hallelujah. Angalia wale watu ambao wanasubiri spiritual answers, spiritual ways. Mtu akiwa anaona mshale pale kama mwanamke wala mwanaume pale, hapo ndio appetite fanya tena. Lakini mwambie hadi reaction. The Spirit gives you desire and appetite. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kwamba ni roho gani inayosumbua? Roho gani iliyo ndani yako? Maana ni kuna kabisa asilimia kubwa usumbuliwa na roho hizo. Unapenda ibada, appetite iko, but you hate the church. Unamchukia mchungaji au upendi hata. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni tatizo.
yasipelekwe katika watu. Na choka na kwamba uzuie baraka zetu. Haleluya. Tazama ya pamoja mchungaji, siendelee. Sema iliyo ndani ya moyo wako, iliyo ndani ya moyo wako, fanya nini? Fungulia. Haleluya. Maana wengi wamekuwa rafiki na hiyo roho imewashika mateka. Jaribu kunisema. Imefanya kuwa maskini, imefanya kuwa mzizi, imefanya kuwa rejected. Haleluya. Imefanya kuwa haona macho, haona lote. Because the spirit ufunika. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Maana kuna maji. Haleluya. Bwana nini mbaya? Lakini naona ni yeye ndiye amelemewa na hiyo roho. Yeye basi nimemkalia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ile roho ufunika, the spirit blinds the church. Hiyo roho huleta upofu kanisani mpaka mtu asione. Basi nabii sio haleluya. Nikuuliza nabii mimi nasema ndio nabii ni sasa kuna watu ambao wanakuja kina kizazi. Mbona serious? Because now unakuwa kama za kiroho. Ndio naona wengi wakilala. Haleluya. Unajua kuna shagani baada ya kinabii. Kwa jina la Yesu tunatangaza maneno ngapi mema, lakini zinatanga bonga ni shanga ngapi. Niko leo siku. Niko leo siku. Haleluya. Kwa jina naona mkinaona rote. Sema amen. Sema amen. Naona mnapoendesha magari, sema amen. Lakini nakabiliwa kwa sasa tunasema hapo unataka. Mnafurahi maana napitia evaporation. Lakini the moment ambao we are digging deep in the spirit, ndio tumoja ile makubwa kwa inasaidia kali sikuje. Lazima. Sasa ni kweli tu. Angalau kwa wengine mnabariki. Haleluya. Why? Maana ile roho haitaki uvuke. So the spirit blinds the church. Haleluya. Bwana asifiwe. Wewe sasa ulizale siku moja ulizale. Bwana kwanza na sio ndio watu wana kazi sio ndio watu wana ndoa na sio ndio kufanikiwa. Bwana kufanikiana. Bwana sikufanikiwa nenda wapi? Haleluya. The spirit blinds the church. The church cannot see. The church wants spiritual eyes. Maana umefunikwa kabisa katika roho. Haleluya. Itakufunika kabisa hata mchungaji sipokuwa na macho ya kiroho. Hautapata kujua nini inaendelea. Bwana asifiwe. Watu watafanya dhambi ndani ya kanisa, watafanya uovu. Wewe pastor endelea kuhubiri. Lakini hakuna lolote likamalo utapata. Haleluya. Iwapo kanisa liko na macho ya kiroho na ile roho haipati nafasi ndani ya kanisa. Lakini iwapo kanisa halina macho ya kiroho, haleluya. Kuna watu ambao wanaambia wewe sifai, wewe ni mzizi, wewe ni mzizi. Wengine basi wamefanya makosa wewe. Basi because you are wicked.
you are praying to that spirit. Hallelujah. Na wengine kama kuna hiyo haisi kuone. Hallelujah. Bwana asifiwe. Because the spirit left the church. Umejua hiyo shida kama kuna mama huyu mtu mshirati. Wewe unakujua nikamwambia. Hallelujah. Amen. Unakujua ninakwambia. Na wala mtu anatoka kana hiyo pa. Because the church is very blind. Na hata wale wanasema pastor is wrong. Pastor is wrong. Ndio maana angalia mchungaji hapa anakemeana dhambi apendi. Ni kweli ama si kweli? Ndio anajeni mpendi. Manipendi. Hallelujah. Mchungaji hapa akemeana dhambi apendi. Nione mwanangu kwetu mwanafanya nimwambie Timo, hiyo unafanya nitakugonga mtakosana. Na simuongi na mkono mwanangu Timo tena itakuwa na mfano. Huyu asema, hasa mwanangu Timo. Huyu hasa mwanangu Timo. Huyu hasa mwanangu Timo. Because they are believing the spirit. Now wanaposema hivyo, if this young man has a spirit, no, they start and that spirit in answer access. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. In answer access because you are blind. Hallelujah. Amen. Now the spirit left the church. Pastor anaanza kupigwa peke yake tu. Hiyo ndio maana hata wakati ambapo tuliingia kanisa tunanyuka jina la mchungaji. Hallelujah. Because the pastors are alone fighting the battle. There's congress. Hallelujah. The church is dead. Naomba leo tufunge macho. Hallelujah. Bwana asifiwe. Omba Mungu akupe macho hapo kijana huyu hata asikula bidii yako. Ended by the spirit iliyo ndani yake. Na kuamini maana kanisa la Mungu linaendelea kukua. Kuna wakati ambao unayekaa na Yesu unajua. Hallelujah. Kumbe ametuma kuja kukukamata wewe. Kumbe ametuma kuja kujua na kwamba unafanya nini sana. Hallelujah. Na iwapo utakuwa na macho ya kiroho ya blind enough. Wapendwa, naomba nikusaidie bure tu. When it comes to spiritual matters, na hata kama ni kuonye spiritual matters, wewe acheni mchungaji tu. Usimuulize kufanyanga hiyo kwa nini. Hallelujah. Because the pastor is there to spread the spirit, not to fight the body. Hallelujah. Bwana asifiwe. Maana ukiwa katika giza la roho, mwanangu utakaa. Na iwapo hiyo roho itapaka umani hapa. Kama utakaa kanisa, utakaa hapa na utakuwa stagnant. Maana ukiinuka inatumiwa. Wewe utakaa adamishe ambao haujui ni nini. Hallelujah. Unapenda ibada, unakuwa ibada. Lakini kumbe your mission and the mission that you under au jina nini? Wanakuwa kwa ibada, mbona mambo yako yaendelee? Mbona mambo yako ni kumbe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Unapata sisi. Sasa kwa vile pema. Kupata katika ibada na kama si rahisi. Mungu anajua roho iliyo ndani yako na usifiche. Hallelujah. Release yourself. Jiachilie, jifunguliwe. Bwana asifiwe. The spirit iwapo imeelekezwa kwa mchungaji. Na mchungaji si muombezi.
naye mchungaji waambukiza hiyo roho ndani ya washirika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo ile roho inaelekeza kupigana mchungaji, asisimama. Mchungaji unafanya mambo yako ya kila aina, takataka za kila aina. Sasa ile roho nayo huanza kusambaa. The moment you are get access to the pastor, it grows in the church. Hallelujah. Hallelujah. Wewe unajua mchungaji wako wewe, sio mimi. Mimi mtume, nimetumwa nikuhudumie, na labda baada ya miaka kadhaa ninaenda pengine na hapa niache uchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Wala ambao upenda kwenda kuwekelewa mikono, ukisikia mahali vizuri unaombewa, maji ni kuombewa mahali gani? Unawekelea kwa roho gani katika hiyo mkono? Haleluya. Nimesikia fanya hapo. Kuna watu ambao kulii. Ndio nikuja kila mtu ambao anasema kanisa ni kanisa. Nimepata wale vijana ni mko sipenda ndio. Wale ni mabebe. Haleluya. Kanisa ni kanisa. Nimesikia nilipita, nimekuja niingia nini nitakuwa na abudu. Na sasa nitakuwa chungana sana macho hiyo. Haleluya. Maana wengi they are the agents. Haleluya. Nao wanaenda kuingia kila kanisa. Je, huyu mchungaji anamwangalia vizuri? Unaona kuna roho ya Mungu? Hilo ndilo swali. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo utakuwa na roho ya uzizi ndani ya madhabahu haya na iambukizana kweli, iwapo niko na roho ya umasikini iambukize kweli. Haleluya. Iwapo niko na roho nzuri ya Mungu, roho ya utajiri, roho ya mafanikio, roho, haleluya, hiyo roho ndio unaambukizana ndani ya waumini. Bwana Yesu apewe sifa. Umeanza kunielewa sasa? Hallelujah. So when the Spirit attacks the pastor and the pastor is strong enough, hallelujah. Nitende wachungaji na panga nyingi sana. Na mmoja alisikia akasema msichana alikuja kanisani, tukamwona naye, nikampenda, akanipenda, nikazina na yeye. Baada ya pale familia ikavunjika, baada ya pale umeisha. Sometimes we want to be an square rafiki yangu. Hallelujah. No, si kwa rafiki yangu. Wacha nikulie. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikulie. Kuna watu wanakuja na kipendekeza. And the problem, the churches of today and the pastors of today. Hallelujah. Wewe ukipata pesa kwa timu na mali tu sasa na katoka tu huko. Mataka nje. Kija hiyo kanisa toka uende kaka. Usisi mambo ya kisiri. Hallelujah. Eti kila saa watu wanapata pesa kwa shirika kwaya. Wanapenda kutumia sasa. Sima sikia sisi tunakutana na siku ile basi. Jambo la kwanza nikienda katika kanisa kama la kwanza siangalie mchungaji kwanza. Hiyo pesa kushukuru wamepaaje? Na aliaga kitu cha kwanza. Because the grace of praise and worship team will take the church and the spirit that is in the church. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo ni watu wa kuvaa wakiachilia vijana wamepaa na kuwekata
wasichana na mambo zikakatwa, wengine minister run out of that church. The Jezebel spirit there. Na ukiona mchungaji akiaroa kwa miniskati, wewe weka alama ndugu. Haleluya. Ukiona mchungaji anakumbana kwa basi zimekatwa, weka alama ya ndugu. Kimbia toka kwa hiyo kanisa. Haleluya. Sisi tunasionana. Tumeshapata nazo. Ni kweli ama si kweli? Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kimbia uondoke pale mama mwanangu hapo. Wewe kama mwanamke. Utapata na mke wa mchungaji tena. Utapata kwa mzee mwingine pale. Utapata mama kwa mzee mwingine, baba kwa mzee mwingine kule. Because your roho inapotea. Neno katika madhabahu. Hallelujah. See, you know the grace of God matters in the church. Today I'm teaching. Nakufunza tu. Hallelujah. No purpose, I want to teach. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Ni kama wale ambao mnaanza kugomzuri kile kanisani. Tumekutana siku ya Jumatatu katikati ya wiki. Umepata mixka tumefika huko. Tosi tumekata mpaka Jezebel spirit ni. Ajaja. Kwani mko hivyo? Haleluya. Kwani mko hivyo? Bwana Yesu apewe sifa. Unapata mtu amepata tosi tumekata kwa sasa hii shangaa. Haleluya. Sijasema msifai kwa hospitali. Haleluya. Wanaendelea kufanya kufanya nini? Hospitali. Maana tukutana katika wembe. Akata. Haleluya. Kwani Mungu wako? Haleluya. Mungu wako. Wewe unawaka kusindia risali sasa sema kwa mambo mazuri. Ni kweli? Wewe. Naomba sisi ya kuangalia kila pale hapo. Haleluya. Sisi kwa sisi tumoja mpendo. Unapofanya kazi ya kweli kato huku. Wewe ni kijana, wewe ni msichana, wewe ni mama, wewe ni unaachia uchi wako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu aliye na hiyo roho ya Jezebeli atakwenda different. Anapokwenda different ataanza kunenelea polepole. Hata wazee waangalie basi ambao wakisema nafanya. Kina mama angalie nguo ambao wanasema nafanya. Sasa akiwa amekaa hapa anapokana Jezebeli nataka hiyo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Maana wewe tumesikia watu wameieneza makanisani, tumeruhusu, tumekubali watu wafanye mapasi ya kikanisa. Haleluya. Na wakitaka kujua kukusanya makanisa tukuja hapa, atuseme tufanye ibada. Mtafanya deliverance hapa mpaka saa 10 za usiku. Baba mwana saa 10 hapa. Haleluya. When you enter the church, jambo la kwanza kusanya ushuhuda. Nenda kanisa hili hapo sitanje. Mkiwa mchungaji, mkiwa kwa assistant pastor, she's member president worship team standard ya kanisa. Amevaa kabisa kati amefika hapa. Ni mati mtu mkubwa.
Haleluya. Amesimama mbele ya kanisa, amepaka kitu, amefika hapa. Hii hapo ni kubwa. Hii hapo kwa hii haya ni kubwa. Si kweli? Lakini asioni sasa kamefika. Na haiko vizuri. Nilinama chini. Haleluya. Sisi tunafanya nini? Nilinama chini mwenyewe. Natafuta mchungaji sababu kitambele. Asa natafuta kunyuma. Kidogo nikafanya nienda kwa choo. Kidogo kuzifikia nyuma. Yose tusi asasiti. Haleluya. Angalia kanisa iliyo na mashindano ya urembo. Jirebeshe. Mara huyu akijipaka hii, mara huyu akijipaka hii, mara huyu akijipaka hii. Roho ya disipeni. Haleluya. Na njia haya tumekutana nayo. Bwana asifiwe sifa. So the church is the one that takes the pastor. Maana jambo la kwanza, mchungaji ni alinde roho yako. Haleluya. Hivyo ndio watu ukiatakiwa. Tunamwambia wewe, njoo roho ndani yako. Ujipande. Bwana asifiwe sifa. Kwa hiyo hata popote ambapo unaenda, ukae kama mtoto. Haleluya. Maana siondoke kwa mambo haya, sikuje kwa biashara yako, kwa kazi yako, kwa familia yako, na watu waseme huyu mtu amefanya nini? Amebarikiwa. Haleluya. Bwana asifiwe sifa. When the Spirit takes the pastor, then a pastor is very strong now. Pastor is not alone. The Spirit itataka mke wa mchungaji. Haleluya. Bwana asifiwe sifa. Wakati ambapo nasikia mchungaji kwa mfano amedivorce mke wake, ameenda kwa mke mwingine, just the next. Haleluya. Haleluya. Nitataka mke wa mchungaji, inaweza kuwa sasa mwataka na magonjwa. Kila saa kwa mchungaji nasikia naomba. The Spirit is not going to penetrate through mke wa mchungaji. Haleluya. Na leo umeshuhudia wachungaji ambao wamekuza wake zao wakawa wengine. Na hakuna mchungaji ambaye anakusana na mke wake anaona kwa Kristo. Wewe unasikia? What does that mean? There is a very spirit in that church. Hata wewe ukienda kwa kanisa la mchungaji akakwambia kimbia uondoke hapo. Haleluya. Ya kwani ulienda? Mimi ni mara moja. Ama ni mkambo mwa siwe. Haleluya. Bwana asifiwe sifa. Amen. Ondoka kwa hiyo kanisa. Maana hiyo church is undertaken katika roho ya disipline. Bwana asifiwe sifa. Amen. Unaona mke wewe, unaona mama hivi, hata alikuwa anafanya hivi, anataka the sympathy. Maana amefukuza mke. Anapofukuza yule mke anachukua msichana hapo kwanza ndio anaoa. Na maana mfuniko kasio na macho amuone. Mnaenda kupeleka harusi vizuri kwanza. Mbona yamba vizuri? Sasa mama amekosea nini? Ndio kwa pili. Amekosa. Lakini kanisa liko na macho itakataa. Haleluya. Wewe na uowe sisi wafuati. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini si wanawake na kanisa linaendelea kujaa tu. Na mnabakia pale. Haleluya. Amen.
Haleluya. Si una tuko na harusi ya mchungaji. Mama kanisa alimwacha. Hata sasa sio mama kanisa. Mchungaji waliachana. Alikuwa na makosa. Alikuwa mwanangu kiingia kwa hiyo tawala. Ile roho taambukizo kwa hiyo madhabahu. Italia mpaka kizazi chetu cha ile. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Hapo napata vizuri. Chunguza nani anayekuwekea mikono. Chunguza baba wenu wa kiroho na mama wenu wa kiroho. Haleluya. Bwana asifiwe. Ile roho itakuletea ndoto mbaya hata za kwanza kumpaka mchungaji. Ndio. Sasa tunataka bado nayo tunakwenda kwa kama mtoto. Ambazo sisi kweli inachukua anga ya mtu inaibadilisha, unaanza kuotesha mtoto mbaya. Haleluya. False dreams over. Kama mtu ako na hiyo ninaota mchungaji amenichukia. Mwanangu juu zangu sana. Haleluya. Amen. Niliota mchungaji ananichukia. Yesu apesi. False dreams uletwa kwa watu. Haleluya. Church of God, we are fighting against the kingdom of darkness, whereby katika ulimwengu wa kuzimu na ulimwengu wengi wamevungwa. Tumeona ngozi kuvunjika, tumeona maskini ambao sio kawaida, tumeona magonjwa ambao sio kawaida ambayo yanatuma kutoka ufalme ule. Na iwapo tutapata kujielewa, napata naanguka. There are false dreams ambao huletwa na roho ya despair. Haleluya. Amen. Niliona mchungaji kama ananitokosa. Sasa wewe hata mchungaji mwenyewe ndio pesa zingine. Niliona mchungaji kama ananizia mate. Haleluya. Elewa kana kwamba those are the fake spirits. Hallelujah. They bring false dreams. Bwana Yesu asifiwe. They bring false prophets. Na hizo uongo. Hallelujah. Ninaona kanisa pasta, nilikuwa naomba, nilikuwa mlimani, nimekuja nimeona kanisa imejaa. Sisi kanisa lijae. Tunakataka watu ambao wanamwabudu Mungu katika roho, katika kweli. Ikijana na usherati, ikijana na uzinzi, ikijana na chuki, ikijana na masikino, ikijana na maskini, unataka. Haleluya. Bwana asifiwe. So the spirit gives you false dreams, false prophets. Haleluya. Sio kila ndoto kutoka kwa Mungu. Kuna ndoto ambazo uletwe na roho ya despair ndani ya mwanadamu. Haleluya. Samueli alikuwa mjinga aliposema hapana, nasikia kama ninaitwa. Akiutika mara ya kwanza, hata ya pili, mpaka mara ya tatu alipoulizwa shauri. Ni vizuri kuelewa ni roho gani ambayo inakuotesha ile ndoto. Haleluya. Pastor, na wewe unatuambia nini? Hallelujah. It brings false dreams, false expectation, and even false vision. Hallelujah. What unasema? Ndio nakwambianga mtakuwa tajiri. Ai, ndio nakuwa maskini. Unataka harusi kumbe ni talaka. Hallelujah. Because it gives you false dreams.
Haleluya. Ulete ndoto ambazo sio za ukweli ndani ya mwanadamu. Je, ni roho gani iliyo ndani yako? Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ni roho gani ambayo inakusukuma? Maana usipoielewa unakaa mahali pamoja unaendelea kuteswa. Haleluya. Leo ndani ibada napigana na ile mwanamke. Haleluya. Biblia inaongea kuhusu mwanamke, inaongea kuhusu la Bwana, ambao kanisa la Bwana isandata. Haleluya. Na tunapoona ile roho ya Mungu katika kanisa hufunika mambo mengi. Ndio maana tukitu kanisani tuko na ukoma, tuko kanisani tunanyongwa siku, tuko kanisani talaka, tuko kanisani hivi. Why? Because the spirit is under control. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini leo roho ikimwelewa, huyo Bwana mwenyewe na roho Bwana apate nafasi ndani yako. Hizo ndoto mbaya unaziona, umasikini utaona, talaka utaiona, rejection utaiona. Maana roho wa Mungu anapokuja ndani yako, nayo badilisha. Haleluya. Utengeneza mambo sawa, mambo laini. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naomba ndani baada roho wa Mungu ingie ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elewa ni roho gani inakusumbua. Haleluya. I cannot make a human the devil. Wacha kama dhambi kwa dhambi, kosa kwa kosa. Haleluya. Na sasa tubadilike tuenende kuchia kwa nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Je, unajua kwamba kuna watu ambao huingia kanisani kanisa uisha. Mtu ametoka kanisani lakini akiingia pale kanisa uisha. Ni wapo kasi sio muombezi. Haleluya. But the church tena ni muombezi. Wapendo tupendane maombi. Ndio maana hakuna roho itajivika ndani ya madhabahu haya. Jezebeli hatapata nafasi. Hatakuwa na nafasi ndani yetu. Tukija kubarikiwa tunasema hakika kuna Mungu ndani yetu. Haleluya. Maana roho ya Jezebeli usisi wake, unajisi wake, hauna nguvu ndani ya huduma hii. Haleluya. Hauna nguvu ndani yako. Haleluya. Tumwe tuarimu, tuvunje hiyo roho. Na Mungu abakie kwa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Wengi wenu biashara sema sina shida. Wengine kasema sina shida. Sika na kwamba siku leo wewe olewa. Sika na kwamba mke wako ana shida ama mume wako ana shida. Ni ile roho ya Jezebeli iliyotumwa. Enda uwekea huyu mtu roho maskini. Enda uwekea mtu roho sisi. Enda uwekea mtu roho mmoja. Haleluya. Maana ilionekana unasimama katika imani. Lakini ile ndani ya ibada hiyo roho malewa, hiyo roho yaibiwa, hiyo roho kujika na wana madhabahu ya pete. Tuendane na tuwe salama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hata nilikuwa mnapenda praise, ningesimamisha praise yote kwanza wakae chini. Yo mwezi mzima ni wanafunzi ndio turudi pale. Wanajua na Mungu. Haleluya. Hawana makosa, lakini ni vizuri mtu kujua na kwamba okay, ile roho iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ile roho unitesa nikaa. Hiyo wanafanya chuki bana nikaa. Hiyo wanafanya nisiendelee nikaa. Haleluya. Maana kwa hiyo roho tena kufunguliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mtu mwingine unaweza enda kazi kuanzia Monday mpaka Jumamosi, lakini Jumapili unaamka ukiwa mgonjwa. The spirit inakusia. Don't go anywhere. Haleluya. Haitaki mali ya kwenda sunguli yangu.
inataka mahali ambayo inakaa na mpata mahali. Haleluya. Amen. Kwa mfano kama kuna sema kwa mfano sio pesa sasa mama kama asijui. Haleluya. Nikijua shamba sana kama ameenda wapili ameenda watatu. Ameamsiliwa wote wangapi? Si wengi. Haleluya. Na maana karibu na mchungaji sasa mkemea. Haleluya. Amen. Ndio sasa na mkioko. Akwambia wewe toka na hiyo roho. Badilika. Haleluya. What is this? So the church of God, let us stand still and divide against the very spirit. We can only win this battle when we win this spirit. Biashara yako itapona, ndoa yako itapona, huduma yako itapona, kazi yako itapona. Haleluya. Iwapo utashindana na hiyo roho. Haleluya. Mshikaji anaendelea kukwambia mchungaji. Mambo yanakuwa mbaya. Hata yule mimi ni bishop. Master bishop. Alikuja mtu wa kwanza. Akona kwa mwingine akafukuza. Akona mwingine na hata sasa kwa kesi. Akipigia washirika simu. Anataka kuja kwa nyumba zote akasema na akienda kama ni kwa mama anamlazimisha gari na yeye. Haleluya. The church of God sana si mama sana wapo ya kanisani. Kuna watu ambao wanaomea. Nilimwambia ni very good bishop. Huyu angekuwa niko na yeye kama mbandika nyanga. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama huyu ni kwa mfano tunie sawa. Kama huyu ni kwa bandika kwa sababu sasa kuhusu waribu huyu na waribu huyu na waribu. Leo iko na ujeuri. Hilo sasa bila kinanda yake ngumu. Haleluya. Haleluya. Amen. Inakuwa ni betri. Inakuwa ndani. Bwana asifiwe. Amen. Maana inakuanga jeuri. Na hapo ndipo kama sasa kanisa imeisha. Lakini heri iishe. Haleluya. Amen. Mlikuwa msini muondoke tubaki watu watano walio na roho wa Mungu. Watu watano walio na roho wa Mungu. Naye Mungu anawatumia kuwalete watu wengine maelfu katika kanisa la Bwana. Bwana asifiwe. Hiyo ndio Mungu fanya. Haleluya. Tuko tayari? Ndio. Haleluya. Tuko tayari kumua, kuharibu na kuvunja? Ndio. Haleluya. Kuna maswali?